Karibu mtazamaji kwa mara nyingine tena kupitia katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, tukiendelea kukujuza mengi yanayojiri duniani. Lakini moja kati ya ripoti ambazo zimesambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii pamoja na vyombo mbalimbali vya habari ni kwamba Iran inamiliki silaha za kisasa na za hali ya juu ambazo bado hazijatumiwa wala kufanyiwa majaribio, madai ya chanzo cha kijeshi yanaeleza. Chanzo cha jeshi la Iran kiliambia shirika la habari la RIA Novosti kwamba Tehran imetengeneza silaha ndani ya nchi ambayo bado haijatumika katika vita, na kuonya Iran haitachukua hatua kwa kujizuia ikiwa mashambulizi ya Marekani yataanza, kwamba silaha hizi za wa Iran zitafanyiwa majaribio wakati wa vita endapo kutakuwa na mashambulizi kutoka kwa Marekani na Israel. Iran inamiliki silaha za kisasa ambazo bado hazijatumika katika vita wakati wa vita vya Marekani na Israel, chanzo cha kijeshi kilisema. Tumetengeneza silaha za kisasa ndani ya nchi ambazo bado hazijatumika kwenye uwanja wa vita na hazijafanyiwa majaribio, kilidai chanzo hicho. Chombo hicho kilibainisha kuwa chanzo kilikuwa kikitoa maoni yake juu ya utayari wa Iran kwa uwezekano wa kurudia mashambulizi na Marekani. Tehran haikosi katika njia za kuzuia mashambulizi, chanzo kilitajwa kilieleza. Kwa upande wa vifaa na uwezo wa kiulinzi, hatuna upungufu wowote ambao ungetuzuia kutetea nchi yetu, kiliendelea kueleza chanzo hicho, kwamba wa Iran wapo tayari na wamejipanga vilivyo kwa ajili ya mapambano zaidi katika kuhakikisha hakuna namna ambayo Marekani itaweza kukwepa mashambulizi hayo na kwamba yatakuwa ni hatari zaidi. Wakati huu hatuna nia ya kuchukua hatua kwa kujizuia, wanahitimisha. Trump aliahirisha shambulio la Iran baada ya mazungumzo na viongozi wa Ghuba. Siku ya Jumatatu, rais huyo wa Marekani Donald Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Truth Social kwamba viongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar na Saudi Arabia walimpigia simu wakimuomba ahirishe mipango yake ya kuanza tena mapigano dhidi ya Iran. Katika chapisho hilo, Trump alisema kwamba alipanga kuanza tena mashambulizi kesho, yaani Jumanne, na kuamuru Pentagon na jeshi la Marekani kufuta mashambulizi yaliyopangwa. Alieleza hayo mnamo siku ya Jumatatu. Kufikia Jumatano, ripoti ziliibuka kuwa Trump na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu walifanya mazungumzo ya simu moto kuhusu mazungumzo ya kusitisha mapigano na Iran. Trump ameripotiwa kumpigia simu Netanyahu siku ya Jumanne kumfahamisha kwamba wapatanishi walikuwa wakifanyia kazi barua ya dhamira ya kumaliza vita na kuanzisha kipindi cha mwezi mzima wa mazungumzo ambayo yatajumuisha masuala kama vile mpango wa nyuklia wa Iran na kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Vyanzo viwili vya habari vya Israel vimesema kuwa viongozi hao wawili walikuwa katika hali ya kutoelewana waziwazi kuhusu jinsi ya kukabiliana na Iran kusonga mbele. Chanzo kimoja cha habari cha Marekani kuhusu simu hiyo kiliambia shirika la habari la Axios kwamba nywele za bibi ziliwaka moto baada ya simu hiyo. Katikati ya hayo, vyanzo vitatu vya kikanda vililiambia gazeti la Jerusalem Post mnamo Jumatano kwamba mafanikio yamepatikana katika juhudi za hivi karibuni za kuunda mkataba wa maelewano na kanuni kati ya Marekani na Iran, ingawa kuna mapungufu makubwa. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari, mazungumzo hayo yamelenga katika kuainisha mfumo ambao unaweza kuwezesha kuendelea kwa mazungumzo huku yakipunguza kwa muda mivutano kati ya Tehran na Washington. Lakini maafisa wa Israel wanatathmini kwamba hata kama maelewano yanafikiwa katika kiwango cha diplomasia, uongozi mkuu wa Iran hauwezi kuidhinisha makubaliano hayo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kujua mengi yanayojiri duniani.